si ngoma ya kawaida. Huu ni ujumbe kutoka Bagamoyo, sauti ya sanaa inayoendelea kuvuka mipaka ya Tanzania kuifikisha Bagamoyo kwenye ramani ya dunia. Dada nakuita njoo uwanjani tuicheze ngoma. Yani utamaduni ndio mzizi, utamaduni ndio mabawa. Yani unapoishi bila kuwa na utamaduni sawasawa na mti ambao hauna mizizi, au sawasawa na ndege ambaye hana mabawa. Huwezi kuruka. Kama ni mti huwezi kustahimili, huwezi kusimama, utaanguka tu. Karibu sana kwenye kipindi cha Bagamoyo leo na kesho. Mimi naitwa Kelvin Mpinga. Nimekuja kuzungumza na kikundi cha Magoma Moto. Unaweza kuona nimevaa kama wao tu, ambapo wanaenda kufanya maonyesho mbalimbali, na nimekuja kuzungumza nao kwa sababu wao ni moja kati ya vikundi ambavyo vinachangia sana kuitambulisha Bagamoyo, nchi ambayo wanakwenda, na lengo hasa ni kujua wao wanafanyaje, safari zao za nje zina maana gani hasa kwa Bagamoyo, lakini pia kikundi kimeanza lini na mambo mengine mengi kuhusu wao. Kama ambavyo unaona, nitazungumza na viongozi kufahamu zaidi, lakini pia mchango wao kwa jamii, mchango wao kwa watu wa Bagamoyo ni upi hasa. Lakini pia kumbuka, Magoma Moto ni moja kati ya vikundi ambao vimetumika na serikali kwenda kufanya maonyesho kwenye shughuli za kiserikali, lakini pia kuondoka na viongozi wakubwa wa nchi kwenda nchi mbalimbali, kwenda kwenye maonyesho yanayohusu nchi na tamaduni kwa ujumla. Naitwa Kelvin Mpinga, kama kawaida nyuma ya kamera yupo Ibra Von. Tuungane sasa kwenda kuijua Magoma Moto ni nini. Hii ni Bagamoyo leo na kesho. Tukonaye Mizambwa Midauli Midavudavu. Huyu ni kiongozi kwenye kikundi cha Magoma Moto. Hiki kikundi ni kikundi cha namna gani? Atatujibu yeye, lakini tuko hapa Bagamoyo, mji ambao umejaa utamaduni, sanaa, music, uchumi na vitu vingine kama hivyo. Sasa wao kama kikundi wanafanyaje hasa kuisaidia Bagamoyo kwenye mambo yote ya kiutalii, hasa kwenye nyanja ya utamaduni? Mambo vipi? Poa kaka, kwema? Bwana, shwari kabisa. Leo nimevaa kama wewe unapokuwa kwenye kwenye mambo yako. Umependeza bwana. Kikundi chenu kimeanza lini hiki cha Magoma Moto? Kikundi cha Magoma Moto kilianza mwaka 2019 tukiwa wanafunzi wa chuo cha sanaa zamani, sasa hivi taasisi ya sanaa na utamaduni Bagamoyo TASUBA. Tulikuwa wanafunzi na tulianza kutokea kwenye ushiriki wa mashindano ya vyuo, mashindano ya wanafunzi wa vyuo Dar es Salaam na Pwani, ilikuwa inaitwa Unitalent. Kwa hiyo tulianzisha kikundi kama washiriki wa mashindano yale. Baada ya mashindano tukaamua kukiimarisha sasa, kwenda kujisajili na kufanya taratibu nyingine za kiserikali. Tukasajiliwa rasmi mwaka 2020 na Baraza la Sanaa la Taifa, BASATA. Kwa kama mtoto anatembea sasa hivi. Miaka 5-6 si haba. Mshakuwa wakongwe. Kidogo. Safi sana. Mizambwa, kikundi chenu mmekuwa mkisafiri, mkienda nchi mbalimbali. Unaweza kutuelezea kidogo kuhusu safari hizi za nje? Kimsingi kwanza, safari za nje haikuwa sehemu ya ndoto zetu, kwa sababu sisi tumeanza kufanya kazi kama kikundi kwa ajili ya kufanya sanaa kwa maendeleo ya jamii, kutumia sanaa kwa ajili ya kuleta mabadiliko kwenye jamii. Kazi yetu ni kwenda kufanya utafiti wa changamoto mbalimbali. Yawezekana ukawa utafiti rasmi ama usio rasmi kwenye jamii, alafu baadaye tunaibua hoja
na kuwezesha na kufanya maonesho kwa ajili ya kuonesha changamoto hizo na kupendekeza masuluhisho ya hizo changamoto pamoja na jamii, kwa maana ile hadhira ambayo imehudhuria pale. Lakini pia tulilenga kutumia sanaa kuwa chanzo cha kipato, kwa sababu unajua sanaa ni fedha sasa hivi. Kwa hiyo tumekuwa tukifikiri tunaweza tukapata nafasi ya kufanya maonesho, na tumekuwa tukifanya hivyo kabla hatujaanza kusafiri, kufanya maonesho kwenye hafla mbalimbali za kiserikali, matukio ya kijamii, kwenye harusi, kipaimara, sijui komunio, wakati mwingine kwenye matamasha pia mbalimbali. Kwa sasa kusafiri kulitokea tu baada ya watu kutufahamu, kuona kazi yetu, kupenda na kuamua kufanya kazi na sisi, na tukaanza kusafiri. Lakini haikuwa rahisi pia, kwa sababu kikundi tumeanza kusafiri tukiwa bado wachanga. Safari ya mwanzo tukwenda South Africa, wengine bado wakiwa wanafunzi wakati huo. Safari ya pili tukaenda Dubai. Safari ya Dubai bana ilikuwa ya namna yake pia, kwa sababu kulikuwa kuna watu wanatakiwa waende, lakini pia ikatokea sio ilikuwaje, kuna mtu alikuwa ametuona na sisi akasema hapana, nataka sisi tuende huko, mpaka pana mvutano fulani. Lakini hatimaye sisi tulipata nafasi ya kwenda Dubai na tulifanya onesho. Tulikuwa sisi na watu fulani kutoka Zanzibar wanaitwa Rahatul Zaman, ni kikundi cha taarabu asilia. Kwa hiyo kwa kweli ilikuwa ni jambo la namna yake sana. Mbele ya Mama Samia. Mbele ya Mama Samia, mbele ya mfalme wa Umoja wa Nchi za Kiarabu. Sio mchezo mzee. Sio mchezo, yani pale kwa kweli sijui nikuelezeje. Mizambwa, mnajisikiaje kupata nafasi kama hiyo adhimu kama kikundi cha Magoma Moto kutoka hapa Bagamoyo? Yani sio kwingine, ni kutoka hapa Bagamoyo. Cha kwanza, mnajisikiaje kama kikundi, lakini unajisikiaje kama mtu kutoka Bagamoyo, hasa kwenye chuo hiki cha sanaa hapa Tasuba? Ukiacha kujisikia fahari, unajisikia wenye bahati, kwa sababu kuna vikundi vingi Tanzania, lakini pia kuna vikundi vingi Bagamoyo. Sisi kupata nafasi ya kwenda kufanya onesho hilo Dubai, kwa kweli kwetu ni bahati kubwa, lakini pia ni fahari kwetu. Na si tu kwetu, ni fahari kwa chuo, kwa sababu zaidi ya 90% ya wasanii wa Magoma Moto ni wahitimu wa chuo cha sanaa Bagamoyo Tasuba. Najisikia fahari sana na ninajivunia kuwepo katika kikundi hichi, na pia ni sehemu ambayo inanipa furaha na inanifanya hata nikiwaza kwenda kazini na enjoy. Kwa hiyo ni fahari kwa chuo pia, kwa sababu inaonesha mazao yake yanaendelea kufanya vizuri huko nje. From the heart of Tanzania comes purity you can see, smell and feel. KP Organic Extra Virgin Coconut Oil. 100% organic, cold-pressed, unrefined, and unbleached. Made from fresh, high-quality coconuts. Nothing added, nothing taken away. Perfect for cooking, glowing skin, and strong, healthy hair. Choose natural. Choose pure. Choose KP Organic Extra Virgin Coconut Oil. Ipi nafasi ya kikundi chenu katika kuendeleza hii sanaa ya ngoma ya maonyesho kwa vijana wa hapa Bagamoyo, lakini pia nje ya Bagamoyo? Nafasi yetu kubwa kwanza ni kuionyesha jamii, kutangaza kile tunachokifanya. Unajua siku hizi dunia iko kiganjani. Tuna mitandao ya kijamii huko Facebook, Instagram, YouTube, kutangaza, kuonesha. Unajua watu wanaamini ukicheza ngoma we ni mtu duni, we ni mtu dhaifu, hauna elimu, umekosa kazi ya kufanya. Huku kwenye sekta hizi ya sanaa na utamaduni na ya utalii, vijana wengi wanapakimbia. Kwanza wanaogopa, wanahisi yani mimi nikifanya mambo hayo nitaonekana sio mnyamwezi. Yani unajua mtu anaamini aonekane ile
kama ni brother man aonekane yule mkaka, au mdada aonekane mdada fulani, lazima wanafanya kitu kingine tofauti. Lakini kiukweli ni kwamba tukiendelea kudumisha na kuenzi utamaduni wetu, unatufanya pia tuendelee kuvitunza vitu vyetu ambavyo ni vya zamani na vya kale, vinafanya fanya watu kutoka sehemu mbalimbali kuja kuona huo utalii wetu. Kwa hiyo ni sehemu ambayo kiukweli ukiwekeza na ukijikita panalipa, na pana uwezo wa kumongezea mtu, kumkuza mtu kiuchumi na kufanya pia hata nchi yetu iendelee kujulikana katika sekta ya utalii. Kwanza utamaduni wetu ndio unatufanya sisi tusafiri nje, kwa sababu vitu vyetu ni vigeni kwa watu hawavijui. Sisi tukienda kuvionesha ndio tunawavutia watu, wanaipenda, wanatuona, wanatupenda, wanatuuliza tunatokea wapi, na tunatangaza utalii, tunatangaza utamaduni wetu, na sisi wenyewe alhamdulillah tunashukuru Mungu akuchi kuna kucha. Hii ni sehemu ya kwanza, naamini umefahamu machache kuhusu kikundi hiki cha Magoma Moto. Tukutane sehemu ya pili ambapo utaendelea kufahamu mengi kuhusu kikundi hiki. Asante na kwaheri kwa sasa. Nakuita njoo uwanjani tuicheze ngoma. Merijui dada, njoo dada tuicheze ngoma.